Bwana mtangazaji, wewe kama mbunge wa taifa mchaguliwa tarafa ya Fizi, kwa sasa unapatikana hapa Kasaba. Lengo la ujio wako ni nini? Kweli tumetoka Kinshasa, sisi wabunge wote wanne wa jimbo wa tarafa la Fizi. Tumekuja kwa ajili ya kuomboleza wandugu zetu wa Kasaba, kwa sababu sote tulijua jangwa kubwa ambalo lilipata watoto wa Kasaba. Tumefika hapa kuja kuwaomboleza kwa ile walipata na kufikisha ile resultat en fait ya plaidoyer wa député yetu ya Fizi yote. Tulifanya plaidoyer au niveau national juu tulete msaada fulani. Tuligonga mlango kwa serikali na kweli serikali ambayo Mama Sumilo anaongoza imejibia kupitia waziri wake Munana, Adel Munana kwa kuweza kuleta mzigo huu. Kweli safari ilikuwa ndefu, tumetokea Kinshasa, tumefika Kalemi, tumeenda Uvira na leo tumefika Kasaba. Tumeona tayari mambo gisi yamefanyika, sio jambo rahisi. Tunauba sana, tunasikia moyo zote kuuma, na kwa siku ya leo kweli tumesema pole tena kutoa Kasaba na watoto wetu wa tarafa la Fizi. Wewe kama mbunge ni kama vile mtetezi wa raia, tofauti na msaada ambao mliwaletea hapa, ni kipi kingine ambacho serikali huenda labda inaandaa kwa ajili ya wakaaji wa Kasaba ambao walikumbwa na nawaza wakati kunakuwa hasara kama hii, serikali inapanga mambo yote. Sisi tumefanya ile tunaita plaidoyer, na kwa serikali sasa ndio itatenda mambo mengine. Mwanabunge hawezi akaleta ajenge nyumba, mwanabunge hawezi akaleta asema atapana hiki na kile, hapana. Tayari mmeona manjanja imefika, hiyo ilikuwa plaidoyer tu ya kwanza na prioritaire, kwa sababu watu nyumba zimeenda, inabidi wazijenge, na mmeona wameleta hata misumari ndani. Serikali imenunua misumari, na waza mmeona tayari wamesaidia watu maenvelope ambazo mliona tunapana. Ile na waza ni jambo kubwa sana. Chakula ndio hiyo tunaweza sema ni kama vile ya msaada tu, lakini mambo kubwa, na ndio tutaomba watoto wa Kasaba wajikaze wajenge zile nyumba ili Kasaba yetu tena ionekane mwingine. Tumeshapoteza, hakuna mwaya tuwezi tukafufua wafu, lakini kweli mioyo imeuma. Na mmesikia ministre provincial wa environnement alisema lazima tuangalie source, akasema kama wala ni kukata miti. Ukiangalia vilima vyote vya hapa hakuna miti, lazima uangalie projet nyingine itafata kwa kuweza kupanda miti ili tuweze kuepukana na hiyo mambo isirudilie tena. Na waza hadi hapo kabisa kazi imefanyika vema kwa watu wa government. Lakini ukiangalia vijiji vingi vya eneo la Mtambazo mwa Tanganyika vinakuwa viko karibuni na mamitoni mingi. Wewe kama vile mbunge katika tathmini yako, kitu ambacho unachokushauri raia wa eneo? Watu wote tutawaomba wajikaze, wale ambao wako karibu ya miti wasiharibu miti. Mnajua principe na kwa hapo ukikata mti moja panda miti 10. Kweli tunaweza penda tukafanya, nilifika hapa njiani Ona, ukipita na wazi ilikuwa Ona, ukiangalia pori ya Ona unapenda, unasema kweli hapa ni nzuri. Lakini wakati unafika hii eneo za huko unakuta miti imepotea. Ukifika Osinga ngambo za Ubwari ya mbele kule mbele, nayo tatizo. Lazima watu wapiganishe kupanda miti. Tupande miti mingi, ile inaweza kusaidia mambo ya punguke. Ile ndio wanaita réchauffement, changement climatique. Ndio tuko tunaweza tunavivwa kwa wakati wa sasa. Ijapokuwa kama hatuna miti, hizo riski zitaendelea kutupiga tu kila wakati. Na hatuwezi kuendelea tuwe wa kuzika tu. Lazima tupiganishe ile ajali isifike mbele ya wakati. Ile ajali tuziepuke. Na tutaziepuka wakati tunapanda miti. Kwa hiyo kila mtu wa Kasaba kama anaweza jitolea ondelea ile wanapewa, tupande miti hata mbili tu kila mtu, tutakuwa tulifanya kazi ya mzuri.